Bwana, mambo vipi? Karibu katika dunia ya filamu kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Kama ndiyo kwanza unajiunga nasi, hii ni ulimwengu wa movie. Movie ni Treasure in the Sky na hii ni part 2. Ongozana nami mwanzo mpaka mwisho. Tunaendelea tulipoishia tukiwaona bado wakisubiri basi litengenezwe. Dereva anadai kuwa basi limeharibika sana na haliwezi kutengemaa kwa muda huo. Miss Valerie analalamika sana kwa dereva kwani ni uzembe wake. Tunamuona Jidena akitokea kuulizia maendeleo ya basi, lakini mwalimu anamwambia kuwa gari limeharibika sana. Jidena anachukua hatua ya kumpigia baba yake ili aweze kuwasaidia basi. Baba yake Jidena anakubali kuwatumia basi la kazini ili liweze kuwasaidia. Basi likaja na tunawaona wakiendelea na safari na kufika kwenye mbuga za wanyama. Haraka haraka wanafunzi wanashuka na kuelekea katika dormitory zao na kuweka mizigo yao wakiwa na furaha. Baada ya mapumziko wanakusanywa pamoja na kupewa maelekezo ya ratiba ya siku ambazo watakuwepo katika mbuga hiyo ya wanyama. Kama kawaida, Kamsi anachelewa tena kufika katika assembly. Amina anamwangalia Jidena kwani anahisi anaibiwa kwa namna Jidena anavyomwangalia Kamsi. Ilipofika jioni, tunamuona mwalimu George akiwafanyisha mazoezi ya kukimbia. Baada ya hapo, kila mmoja anaelekezwa kukusanya hesabu na elimu ya vitu walivyoviona katika mbuga hiyo, wakiwa wamewagawa katika makundi ili kuleta ushindani. Baada ya kazi, tunamuona Jidena akipongeza kikundi chake baada ya kazi kubwa. Jioni wanaelekea uwanjani kufanya mazoezi wakiwa na mwalimu George na Miss Valerie. Saa 11 asubuhi, Jidena anapuliza filimbi inayopelekea kumwamsha Miss Valerie. Miss Valerie anavyoamka na kuangalia nini shida, Jidena anamwambia leo ni birthday ya rafiki yake Promise, hivi anatakiwa amsurprise. Hivyo Miss Valerie anawaamsha wote ili waweze kusherehekea birthday ya Promise. Promise anapofika wanamsurprise kwa kumwimbia happy birthday. Haraka haraka Jidena anamwagia maji na kukimbia. Siku iliyofuata tunaona wanafunzi wakiwa katika breki, hivyo Bella anaenda kumvizia Mr. George. Ni wazi kwani Bella ametokea kuwa na hisia na mwalimu wake wa advance, mwalimu George. Anapomvizia pale tunamwona Promise akimshtua na hicho kitu kinamkera sana Bella. Bella anaamua kumwambia Promise kuwa hawezi kudeti naye kwani moyo wake haupo kwake, upo kwa mwingine. Mwalimu George anatoka na anakuta wanazozana, hivyo anawaambia waondoke waende kwa wenzao. Promise anavyotangulia, mwalimu George anamuita Bella na Bella anaitika yes babe. Haraka haraka anaamua kutengua kauli na kuondoka kwa aibu. Bella anaenda kukutana na wenzake akihisi aibu kwani amemuita mwalimu wake babe. Anavyowaambia marafiki zake wanashtuka kwa mshangao mkubwa. Bella na marafiki zake wanaanza kuongea habari za Amina na anawasikia kwani alikuwa nyuma yao. Hii inaleta gumzo kati ya Bella na Amina na wanataka kupigana, lakini wanafunzi wenzao wanaamua kumuita mwalimu kuwasitisha, hivyo wanaogopa kupigana na wanaendelea na mambo yao. Amina anaondoka na kwenda kumtafuta Jidena. Upande mwingine tunamwona Jidena akienda kwa Kamsi kwani alivutiwa na utulivu wake. Jidena anaomba kuwa rafiki yake kwani anavutiwa na utulivu wake na anamchekesha Kamsi, hivyo anafurahi, kitu ambacho Kamsi hajawahi kufanya mazingira ya shule. Jidena anamuomba waweze kutembea wote huku akiwa amemshika mkono. Wakiwa wanatembea huku wameshikana mikono, Amina mpenzi wake na Jidena anatokea mbele yao na anaona kitendo hicho. Haraka haraka Kamsi anamwachia Jidena. Kitendo hicho kinamkera na kumuumiza sana Amina. Amina anamlalamikia Jidena kwani amekuwa akimtafuta lakini hakumuona. Jidena anadai alikuwa anaongea na Kamsi. Amina anamuomba muda waweze kuongea na Jidena na anasisitiza anataka kuongea naye muda huo huo. Kamsi anajikataa na anaondoka huku Amina akiwa anamwangalia vibaya. Amina anamuuliza Jidena nini kinaendelea kati yake na Kamsi, lakini Jidena anamwambia hamna kitu bali ni marafiki tu. Jidena anamtuliza Amina kwani ana hasira. Pia anamuomba msamaha ili kuweka mambo sawa kati yao. Anambembeleza kisha wanakumbatiana kama ishara ya upendo. Upande mwingine tunamwona Uti na Blessing wakitembea pamoja. Ghafla Blessing anajikwaa na kuteguka mguu. Uti anampa pole na tunamwona Peace akitokea haraka kwani aliona dada yake ameumia. Blessing anaonyesha kutokufurahishwa na uwepo wa Peace kwani ni ndugu wasiopendana. Wakiwa wanabishana tunamwona Amina na Jidena wakipita kando yao. Wawili wale wanashangaa kuona ugomvi wao na Jidena anajaribu kuwasuluhisha lakini Blessing anamtukana, hivyo wanaachana naye na wanaendelea na safari yao. Mchana ule tunaweza kuona wanafunzi wakiitwa assemble na mwalimu wao. Pale mwalimu George anawapatia mabadiliko ya ratiba na vitu wanavyotakiwa kuvifanya katika siku hiyo. Tunaweza kuona wakifanya research ya wanyama katika mbuga ile kwa ajili ya max ya mtihani yao ya mwisho. Tunamuona Bella akitoka
anaondoka kwenda kutafuta sehemu tulivu na anakaa kupunga upepo. Tunaweza kumuona Kams na Jidena pia wakienda sehemu alipokuwepo Bella kwenda kupiga story. Jidena anampiga picha na Kams anashangaa kwani alikuwa hategemei. Bella akiwa anaandika notes anaanza kuonea donge lakini anaonekana kama hajali. Wakiwa wamekaa, Amina anawakuta pamoja tena na swala hili linazidi kumtia wasiwasi Amina. Amina akiwa anataka ajue nini kinaendelea, Madam Varley anatokea na kumuuliza mbona hayupo kwenye kikundi chake cha rangi nyekundu. Hivyo Amina anaondoka haraka kwa aibu. Bella anamfika kooni na anaamua kuachana akiwaambia watoke pale kwani amechoka kuwasikiliza. Upande mwingine tunamuona Jidena akiwa anaongea na baba yake aliyempigia simu ili kumjulia hali na kujua maendeleo yake katika tripu ile. Akiwa ufukweni tunamuona Blessing akienda kwa Peace na kumwambia aache kufuatilia maisha yake. Anamlaumu Peace kwa kuchukua upendo wa wazazi wake kwenye maisha yake kwani amependelewa sana. Jidena anasikia swala hili na hivyo anatulia pembeni ili kujua kitakachoendelea. Blessing anavyoondoka, Peace analia kwa uchungu kwani dada yake hampendi. Jidena anajaribu kuongea naye na kumweka sawa ili kumuondolea maumivu na kwa hilo anafanikiwa. Upande mwingine tunamuona Kams akiwa ameketi peke yake kwenye kibweta. Pale Jidena anaungana naye na wanaongea mambo mengi na wanatengeneza connection kati yao. Siku iliyofuata alfajiri wanaamshwa na Mwalimu George kwa ajili ya kufanya mazoezi ya asubuhi. Baada ya kupumzika wanaanza kupangwa kwa makundi kwa ajili ya kufanya mashindano ya kukimbia na tunaona mashindano kati yao wakikimbia mbio fupi. Bella anaomba kushindana na Mr. George kukimbia na Madam Varley anaingilia kati. Bella anapangwa na Kams katika mashindano na hili swala linamkela sana kwani hapendi. Tunamuona Jidena akipangwa na Blessing. Pale Jidena anajaribu kumwambia Blessing kuacha kumchukia dada yake lakini Blessing anawaka kwani hataki kusikia kuhusiana na dada yake. Wakiwa wanajiandaa kukimbia, Blessing anamwambia Jidena kuwa Peace alichukua mapenzi ya wazazi wangu wote kisa yeye hakuwa na wazazi. Hivyo wazazi wangu walinisahau mimi katika harakati za kumlea Peace. Hivyo nikageuka yatima ndani ya nyumba ya wazazi wangu. Wanavyoshindana, Jidena anamwachia Blessing ashinde ili ajisikie vizuri. Amina anagundua mchezo huu, hivyo anamtafuta Jidena na kumwambia najua umemwachia ili ajisikie vizuri. Yesa, basi hapa ndipo mwisho wa part 2 yetu. Ungana nami katika part 3 ili tujue kitakachojili. Hii ni movie kwa Kiswahili. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Chao.